Nikuombee uchukue sekunde chache kusubscribe DML Digital. Asante. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza rasmi kuwa amri ya zuio la Mahakama Kuu iliyokuwa ikikizuia kufanya shughuli zake za kisiasa haina tena nguvu za kisheria baada ya kukamilika kwa muda wake wa kisheria. Chama hicho kimesema kwa sasa kiko huru kuendelea na shughuli zake zote kwa mujibu wa sheria za nchi. Taarifa hiyo imetolewa kupitia tamko rasmi kwa umma lililosainiwa na mwanasheria mkuu wa Chadema, Dr. Rugemeleza Nshala, ambaye amesema zuio hilo limebatilika moja kwa moja baada ya kuvuka muda wa juu unaoruhusiwa kisheria. Kwa mujibu wa Chadema, amri hiyo ilifikia ukomo wake tarehe 10 Disemba 2025, ikiwa ni miezi 6 kamili tangu ilipotolewa. Dr. Nshala ameeleza kuwa zuio hilo liliwekwa tarehe 10 Juni 2025 na Jaji Hamidu Mwanga kufuatia kesi iliyofunguliwa na Saidi Mohamed Issa aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar, pamoja na Ahmed Rashid Khamis na Maulida Anna Komu, wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama hicho. Hata hivyo, amesisitiza kuwa sheria iko wazi kuwa amri ya zuio haiwezi kudumu zaidi ya miezi 6 isipokuwa mahakama iamue vinginevyo kwa kufuata taratibu zinazotambulika kisheria. Akinukuu sheria ya mwenendo wa madai, Civil Procedure Code Act sura ya 33 toleo la 2023, Dr. Nshala amesema kanuni ya 3 ya amri ya 37 inaeleza wazi kuwa mahakama inaweza kutoa amri ya zuio kwa kipindi kilichobainishwa, lakini kisichozidi miezi 6. Kwa msingi huo, amesema zuio hilo lilimalizika moja kwa moja bila kuhitaji amri nyingine ya ziada kutoka mahakamani. Pamoja na hayo, Chadema kimeeleza wasiwasi wake kuhusu matukio kadhaa ya hivi karibuni yanayodaiwa kufanywa na jeshi la polisi dhidi ya shughuli za chama hicho, licha ya zuio hilo kudaiwa kumalizika. Dr. Nshala amerejea tukio la wilaya ya Nkasi tarehe 21 Januari 2026, ambapo inadaiwa wanachama wa Chadema walizuiwa kuadhimisha miaka 33 ya chama kupitia zoezi la upandaji miti, ingawa jeshi la polisi lilikana kuhusika na tukio hilo. Tukio jingine lililotajwa ni la Mbeya vijijini katika tawi la Iniala, ambapo inadaiwa askari wa polisi walivamia ofisi za Chadema wakati viongozi wa chama hicho wakiandaa zoezi la kupandisha bendera nusu mlingoti kuomboleza kifo cha muasisi wa chama, Mzee Edwin Mtei. Kwa mujibu wa Dr. Nshala, askari hao walishusha bendera za chama na kuwakamata baadhi ya viongozi waliokuwapo eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, Chadema kimesisitiza kuwa hakuna kizuizi chochote cha kisheria kinachokizuia kuendesha shughuli zake za kisiasa. Chama hicho kimewataka Watanzania pamoja na wadau wa demokrasia kufahamu kuwa haki zake za kikatiba bado ziko hai na kwamba kitaendelea kuzitetea kwa kufuata misingi ya sheria na utawala wa haki.